Wanangu, leo kuna mkasa hapa, nataka niwape mkasa kadogo. Kipindi bwana niko nyumbani kule, umeona? Niko zangu nyumbani kule mchana hivi, sasa muda wa kwenda kutembea. Nikazaa niingie kule mjini kule. Sijatoka kipindi hicho kuja mjini kabisa huko. Nilikuwa nipo kijijini. Nimetoka zangu nyumbani hapo mida saa saba hivi. Nikaa naelekea wapi? Huko mjini sasa. Kati kule City Center na Paida. Nimetoka zangu hapo huyo. Nimetembea kama dakika 10 hivi. Njiani nikakutana na mzee fulani tu hivi, yani miaka 30 ngapi miaka atakapona. Nikamsalimia hapo, mzee akaitikia fresh. Ndio, mwanangu samani na shida, naomba kama utakopo una uwezo unisaidie. Nikamwambia sawa, na kusikiliza hapa. Umeona? Kwenye kumsikiliza kwa mzee akaniambia, mwanangu, yenyewe hapa nimeenda kupambana huko milimani. Kule kuna masuala ya kuchimba madini mgodini huko. Nimeenda kuchimba huko, lakini ndio hivyo, sijapata kitu. Ndugu zako na jana wamelala njaa. Sina chochote mimi. Mzee kaongea mwanangu mengi hapo. Mwenye kidogo na kaloka imani mwanangu. Nikamwambia, sawa mzee, mimi naweza kukusaidia, lakini sasa mimi hapa nyumbani ni mbali. Mzee akasema sawa, haina shida, wewe twende tu. Kutoka hapa mpaka nyumbani kama dakika 10 hivi. Na nilikuwa naenda mtaani kwenye watu wengi kijijini kabisa kule. Tukatoka hapo na wewe mzee huyo mpaka nyumbani. Tumefika nyumbani hapo. Nikaongea na maza hapo. Maza kanielewa. Nilikuwa naye kama 15,000 hivi nadhani. Nikatoa shilingi 5,000 nikampa yule mzee. Asante sana mwanangu. Nikaongea, ni Mungu akubariki. Mzee avoshukuru yule. Mwanangu paka anataka apige magoti. Ambia mna mzee, kawaida tu, sisi binadamu tunasaidiana. Mzee yule nilikuwa nikikutana naye hapo. Yaani mzee, ukikutana naye tu mzee ni kushukuru. Ukikutana naye ni kushukuru. Kwa mwanangu, kwenye maisha haya ndo tusaidiane sana. Nikipata nafasi ya kumsaidia mtu, msaidia. Asanteni mwanangu, mimi nakubali sana.